وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معنا الحديث 28 tukiendelea katika majlisi hii na hadithi 28. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديثه مبقليونا أبي نجيح العرباض بن سارية anasema وعظنا رسول الله, alituwaidhi sisi, alitutolea mawaidha siku moja Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, maw'idhatan, maw'idha yaliyokuwa mazito mno, baligha, yalikuwa ni mazito, wajilat minha alqulub, nyoyo zetu kutokana na maw'idha yale zilipatwa na hofu kubwa, wadharafat minha aluyun, lakini macho yalibubujikwa na machozi kutokana na maw'idha yale. Faqulna, sisi tukasema, ya Rasulullah, ewe nabii wa Allah, kaannaha, ni kama kwamba haya maw'idha uliyotutolea leo maw'idhatun muwaddi, ni maw'idha ya kutuaga sisi. Fausina, basi tuusie ya Rasulullah ikiwa ni hivyo. Qala, Mtume akasema, usikum bitaqwallah, na wausia kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah, wasam'i watta'a, na kusikia pamoja na kuwatii viongozi wenu. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah ameeleza katika aya hii umuhimu wa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Amewahimiza waumini na kumtii Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, bali na kuwatii viongozi. Na viongozi tunafahamu kwamba wanazuoni wamefasiri aya hii kwamba ni al-ulama, ni maulama, lakini vile vile ni viongozi ambao wanatusimamia katika mambo yetu. Sawa sawa kiongozi ambaye umepita uongozi wake, awe ni Muislamu au asiyo Muislamu, maadamu anakuamrisha katika mambo ambayo yanaleta maslaha katika jamii yako, watakiwa umtii. Na maal asafi hivi sasa katika mambo ambayo yanasikitisha sana katika jamii mbalimbali ni watu kutoshikamana na sala la taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kumwasi Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, lakini na kuvunja mambo mbalimbali ambayo ni misingi ya kulinda amani katika nchi zetu. Mathalan, kiongozi anaamrisha mambo ambayo hayaleti mvurugano katika jamii, wala hayakuzuiwe kufanya ibada zako, bali ni mambo ambayo ukiangalia na ukiyatathmini yana maslaha kwa ajili ya umma, na pia na maslaha kwa ajili yako wewe kama raia, watakiwa umtii kiongozi. Na vile vile kuna asalib, kuna njia za sisi tunapotaka kuzungumza na viongozi, kuwanasihi viongozi, kuna namna ambazo kiongozi hunasihiwa. Tufahamu sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni namna gani amehimiza umma wake juu ya suala zima la kuwatii viongozi, mpaka ikafikia hatua katika hadithi Mtume akasema, wa in ta'ammara alaykum abdun, hata kama atawaongoza nyinyi, atawatawala nyinyi mtumwa ambaye hayuko huru kisheria, mtumwa. Mtume anatoa mfano, wa bihadha almithal yattadih, na kupitia mfano huu jambo linakuwa wazi. Tena Mtume anasema abdun, mtumwa, akiwatawala nyinyi bado inabidi mumtii. Sehemu gani kiongozi hatiwi? Katika masala ambayo wameyazungumza wanazuoni pekee, katika hali ambayo watu watatakiwa wamwasi kiongozi ni katika mambo ambayo yatakuwa yanakwenda kinyume na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maadamu wanakuamrisha yaliyo mema ambayo yanakuletea maslaha na yanaleta maslaha katika jamii yako, watakiwa umtii na ulifanyie kazi. Na pia Waislamu watahadhari sana na kuvunja safu za Waislamu, bali na kuvunja
uvunjifu ule wa amani ya nchi, na pia Waislamu kufanya mambo ambayo itakuwa ni sababu ya uchochezi wa viashiria vya amani, maana yake kuondoa ile amani ambayo watu wanaishi nayo. Muislamu hawezi kujua thamani ya amani mpaka itakapopotea amani. Hivi sasa tunashuhudia katika nchi mbalimbali watu wanapata tabu, wanaishi maisha ya tabu na dhiki, mtu hana pa kulala. Yote haya yamesababishwa na kitu gani? Na kukosekana taa ya wale viongozi ambao walikuwa wakisimamia mambo ya raia wale. Kwa hiyo Muislamu katika mambo ya kuyaangalia na kuyapa kipaumbele mno, basi ni kuishi katika hali ya kusikia na kutii wale ambao wamepewa majukumu ya kutawala mambo yetu, sawa sawa kiongozi awe ni Muislamu au awe kafiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam, huu ni usia aliotoa katika hajjatul wadaa, kipindi anaaga katika mauidha yake ya mwisho Mtume anaeleza haya, lakini akaendelea kusema fa innahu man ya'ish minkum, na tambueni kwamba yote yule ambaye atakayepata bahati ya kuishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, basi atakuta tofauti kubwa sana, kwa sababu itakuwa ni zama za fitna. Na katika zama za fitna Mtume sallam ametoa mwongozo kwa kusema fa alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, basi lazimianeni na sunna yangu, lazimianeni na mwongozo wangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, na sunna ya makhalifa wangu ambao wameongoka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam wanasema namna ya kulazimiana na nahji yake, mfumo wake na mwenendo wake. Mtume anasema taraktu fikum amraini, nimewaachia vitu viwili, ikiwa mtashikamana navyo vitu viwili lan tadhillu abada, hamwezi kupotea abadan katika maisha yenu. Mtume akasema kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu. Mtume akaendelea kutilia msisitizo kwa kusema addu alaiha bin nawajidh, shikeni sunna yangu na sunna ya makhalifa wangu kwa meno yenu ya magego, wa iyakum, na tahadharini sana katika maisha yenu wa muhdathati al-umur, na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, na mfahamu kwamba kila jambo lenye kuzuka hili ni bid'a, ni uzushi. Wa kulla bid'atin, na kila bid'a dhalala, ni upotevu. Kwa Muislamu anatakiwa achukue tahadhari sana. Na mimi katika hadithi hii nitatoa qaida muhimu sana ambayo qaida muttafaqun alayha, ni qaida ambayo wanazuoni wamewafikiana nayo. Qaida katika mambo mawili, al-aslu fil ibadati al-manu, asili katika ibada yoyote unayoiona wewe basi ni kutokuwepo ibada. Unapoona Muislamu anasali basi ana dalili ya kusali kwake, shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameiwekea sheria ibada hiyo, au allamana bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, au nakuta Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha sisi tufanye ibada hiyo. Kwa ibada zote hizi maradduha ila Allah wa rasuli, zote tunazirejesha kwa Allah na mtume wake, kwa kuwa huu ni Uislamu na ni dini ambayo Allah ameizungumzia kwa kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Manake hauna uwezo wewe kama Muislamu wa kuja na kitu chako katika dini, kwa kuwa mwalimu wetu ni mmoja, basi sote sisi tunatakiwa tusome sisi mfumo mmoja alioelekeza Mtume sallam na tushikamane nao. Lakini utamkuta mtu anatafuta kutokana na matakwa ya nafsi yake, kitu gani anakiona ni kizuri, kitu gani ni kibaya, anakifanya katika maisha yake. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'ta bihi. Mtume anasema hawezi kuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka yawe matamanio yake ya nafsi yake ni yenye kufuata kile nilichokuja nacho mimi, sio sheria ifuate matamanio yako abadan. Kwa hiyo msingi katika ibada lazima ujue ibada hii imetoka sehemu fulani, na ndio maana wewe unaifanya ibada, unapoulizwa kwamba asili ya ibada yako hii ni nini, lazima utoe dalili. Wewe usinione mimi ninayekuuliza kwamba niko katika kosa ukaniambia kwa nini haramu. Hapana, mimi siifahamu ibada unayoifanya, ndio maana nina haki ya kukuuliza, kwa sababu asili ya ibada sisi tumefundishwa. Wewe hii umeisoma kwa nani? Jambo la pili au kaida ya pili, al-aslu fil ashiya al-hill wal ibaha, asili katika mambo yetu ya kidunia, ada zetu, mambo yetu ya kawaida ni uhalali. Na ndio maana mimi ninapokukuta wewe unakula mnyama wote porini, asili yake wewe kuendelea kula, siwezi kukataza mpaka nitakapopata dalili ambayo imekuja ala tahrimihi, nafahamisha kwamba hicho unachokifanya unachokila hiki ni haramu. Uangalia mfano mdogo, nguruwe. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani uharamu wake, na ndio maana Waislamu hatuli. Allah anasema qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir
fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairi llahi bihi, tumefahamishwa kwamba ni uchafu. Hatuli sisi nguruwe kwa sababu kuna dalili katika Qur'ani inayotukataza tusile nguruwe. Hivyo hivyo pombe tumeharamishiwa sisi Waislamu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pombe na kamari ni uchafu unaotokana na matendo ya shetani, jiepusheni nao. Allah ametukataza sisi. Kwa hiyo asili katika mambo yetu ya kidunia tunafanya vile tunavyotaka, isipokuwa tunapopata dalili ya kutuharamishia yale mambo yetu ya kidunia ndio tunaachana nayo na tunajua kwamba ni haramu. Lakini katika ibada mtu huruhusiwi kuja na ibada yako kama hatujafundishwa sisi na Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Nas'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه. وبهذا نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.